So dalili ya kwanza ya kiongozi na mtu ambaye anafaa kuwa kiongozi huwa ni msimamo. Ana msimamo gani yeye kwanza? Mtu yote yule ambaye hana msimamo wowote katika mambo hafai kuwa kiongozi. Angalau awe na msimamo ambao sio sahihi ili mpate namna ya kumshauri na kumrudisha kwenye msimamo ambao ni sahihi. Lakini ambaye hana msimamo sasa hata kushaurika hashauriki, na aongoze upande upi, unaokubaliana au unaopingana. Kwa mtu yote ambaye unamwona hana msimamo, ujue moja kwa moja hafai kuwa kiongozi. Lakini kiongozi siku zote huwa wana msimamo, na sio msimamo tu, huwa wanakuwa ni watu wenye msimamo bora. So ifuatayo ni baadhi ya misimamo ambayo ukiangalia kwa mtu na ukiona unajua kabisa huyu anafaa kuwa kiongozi, lakini huyu Namba moja, kiongozi wa kweli huwa anasimamia Mungu, anasimama na Mungu. Msimamo wake kwanza huwa ni Mungu na kanuni zake. Kiongozi yote ambaye hajali mambo ya Mungu wala hajui chochote, yani hataki kusikia habari hizo, huyo ni mtu hatari sana kupewa nafasi ya uongozi, kwa sababu namba mbili, hatajali kanuni ya pili, ambayo kanuni ya pili ni kwamba kiongozi wa kweli anasimamia watu. So kama ile ya kwanza ikimshinda, mara nyingi hii ya pili huwa hajali. Yule kadhi kwa Luka 18 alisema, japokuwa simchi Mungu wala sijali watu. Kikushinda ile ya kumcha Mungu, hii ya kujali watu nayo ni ngumu sana kwako. Namba moja, anajali Mungu na kanuni zake. Lakini namba mbili, msimamo wake ni watu. Watu wamepewa kipaumbele kwa kiongozi. Mtu yote yule ambaye hajali watu hafai kuwa kiongozi, kwa sababu anaongoza nini sasa? Basi akaongoze ng'ombe na kondoo huko, kwa sababu yeye watu wamemshinda. Lakini kiongozi siku zote anasimama na watu, kupingana na kanuni baadhi ya vitu ambavyo vinapitishwa, ikiwa vile vitu havitakuwa na maslahi kwa nini? Kwa watu. Utaona usimamo wa kiongozi, anaenda kutetea watu. Najua huyu anafaa kuwa kiongozi. Yes, lakini kitu cha tatu, kiongozi huwa anasimama na maono. Yes, anasimama na maono, kwamba maono yetu kama kampuni, maono yetu kama shirika, maono yetu kama nchi, maono yetu kama kanisa, maono yetu kama familia ni haya. Okay? Anasimamia maono. Huyo ni kiongozi. Sawa? Mtu ambaye hana chochote anachokisimamia, hajui tunatoka wapi wala tunaenda wapi, hajui nini, hafai kwa kiongozi, kwa sababu anatupeleka wapi? Maono yanajibu swali kwamba unataka kutupeleka wapi? Kwa hiyo kama hauna kwa kutupeleka, basi huwezi kutuongoza. Tutafute mtu ambaye anatoka kutupeleka, huyo anaweza akafaa katika kutuongoza. Kwa hiyo kiongozi siku zote anasimamia maono. Afu baada ya hapo, kiongozi anasimamia sheria na taratibu. Kwa sababu vimejipanga hivi, kwa maana kwamba huwezi kuwa na sheria na taratibu kama hauna maono. Lakini kwanza utakuwa na maono, alafu utakuwa na sheria na taratibu. Wewe unajionaje? Wewe unafaa kuwa kiongozi, lakini pia unamuonaje jirani yako na wewe unayemuona anafaa kuwa kiongozi kwa sifa hizi? Karibu kwa maoni yako hapo chini. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Haleluya.